Alikuwa akimwangalia yule mvulana mwenye huzuni kwa wiki kadhaa. Akilini mwake alimuita mvulana asiyezungumza. Aliona jinsi alivyogusa koo lake. Aliona huzuni machoni mwake wakati watoto wengine walipocheka. Aliitambua sura hiyo kwa sababu alihisi hivyo pia moyoni. Leo aliona kitu kingine. Aliona midomo yake imekauka na jinsi alivyochanganyikiwa kwa sababu ya joto. Agatha alisita. Bibi yake alimwonya kabla ya kufa. Matajiri huwala maskini, mwanangu. Kaa mbali na malango yao. Dhahabu yao ni nzito, lakini mioyo yao ni migumu. Lakini bibi yake alimfundisha pia mambo mengine, siri za kale za mizizi na majani. Kabla serikali haijaharibu nyumba yao kule mabandani, na kabla ugonjwa haujamchukua yule mwanamke mzee, alimpa Agatha chupa ndogo ya plastiki iliyochakaa. Hizi ni machozi ya ardhi, bibi yake alisema kwa sauti dhaifu. Hufungua kilichokwama. Huporesha kilichovunjika. Ihifadhi. Itumie tu pale roho yako itakapokuambia. Agatha aligusa chupa iliyokuwa kiunoni mwake. Ilikuwa ya joto dhidi ya ngozi yake. Kioevu ndani kilikuwa cheusi na cha mawingu. Kwa wengine kingeonekana kama maji machafu. Lakini Agatha alijua ukweli. Alimtazama Nathan tena. Alikuwa ameshika koo lake. Walinzi walikuwa wanacheka wakitazama simu. Madereva walikuwa wanabishana kuhusu gari. Roho yake ilimwambia asonge mbele. Agatha alitoka kwenye kivuli cha mti. Alitembea kimya kama mzuka akiingia kwenye ulimwengu wa walio hai. Alipitia tundu dogo kwenye uzio lililotumiwa na watunza bustani, akaingia kwenye barabara ya mawe ya shule. Nathan hakumsikia akija. Alikuwa anajaribu tu kumeza ukavu kooni. Una kiu, sivyo? Unataka maji? Nathan alishtuka, macho yakafunguka sana. Aligeuka na kumwona msichana aliyekuwa mrefu kidogo kuliko yeye, akitoa harufu ya vumbi na mvua. Nywele zake zilikuwa fupi na mbaya, lakini uso wake ulikuwa wazi na macho yake makini. Alirudi nyuma hatua moja. Mama yake alimwambia sheria mara nyingi. Usiongee na watu usiowajua, hasa watu wa mitaani. Ni hatari. Ni watekaji. Lakini hakuweza kuzungumza hata hivyo. Agatha hakurudi nyuma. Aliona hofu yake, lakini pia aliona hitaji lake. Alishusha sauti yake. Ninakuona, alinong'ona akisogea karibu, lakini mikono yake ikionekana wazi. Kila siku unasimama hapa. Unagusa shingo yako kama inauma, kama kuna kitu kimekwama ndani. Nathan alitazama kwa mshangao. Aliwezaje kujua? Madaktari waliuliza kuhusu maumivu ya mwili, lakini msichana huyu alikuwa akizungumza kuhusu shinikizo lile lisiloonekana. Ninajua huo mwonekano, Agatha aliendelea kwa upole. Nimeuona kabla. Akatoa chupa ya plastiki ya zamani. Ilikuwa imechakaa. Kioevu kilitikisika ndani. Kunywa hii, alisema akimpa kwa mikono miwili kwa heshima. Kidogo tu. Itakusaidia. Nathan alisimama kimya. Maonyo ya wazazi wake yalirudia akilini mwake. Sumu. Uchawi. Mila. Alitazama chupa. Ilionekana chafu. Maji ya rangi ya kahawia yenye vipande vidogo vya mizizi. Haikuwa maji safi. Lakini Agatha alimtazama machoni. Unaniangalia kama mimi ni mwenda wazimu, alisema kwa tabasamu la huzuni. Najua kilicho ndani. Bibi yangu alinitengenezea kabla hajafa kijijini. Alisema kina nguvu. Ndicho kitu pekee nilichobaki nacho kutoka kwake. Mikono ya Nathan ilitetemeka. Alifungua mdomo, lakini hakuna sauti iliyotoka. Ni hewa moto tu. Unaweza kuzungumza? Agatha aliuliza kwa upole. Au huwezi?
Ndiyo maana unaangalia lakini hujibu. Umenaswa ndani yako mwenyewe, sivyo? Maneno hayo yalimchoma moyoni. Kunaswa? Ndiyo. Sio mgonjwa.